Kwa hiyo yule mwanamke akamwambia Yesu ya kwamba nyinyi mnatuambia kwa habari 1, 2, 3, lakini sisi tunafahamu tangu asili tulikuwa tunaabudu mlima huu, tulikuwa tunaabudu mahala fulani. Haleluya! Yesu anamwambia nyinyi mnaabudu msichokijua. Yaani ni sawa na mtu ambaye yeye anaamini kumwabudu Mungu ni mpaka atakapokuja kanisani. Yeye anaamini kumpa Mungu ibada ni pale anapoingia kanisani. Kwa hiyo anapokuja kanisani anakuwa na maandalizi, kama wana wa Israeli walifanya maandalizi wakati wameambiwa wataenda kuonana na Mungu. Mungu akamwambia hakikisheni mna siku 3 za kuoga na kujisafisha na kufua nguo zenu. Kwa hiyo aina hii ya watu ndio watu ambao wakisikia leo tunakwenda kanisani wanajua kule tunaenda kukutana na Mungu. Kule sasa Mungu ndiyo yupo. Kwa hiyo wanakuwa na maandalizi ya aina ya mavazi watakayovaa, kwa kuwa kule Mungu yupo. Kwa hiyo watavaa katika namna ambayo wanajua kukutana na Mungu inahitaji kuwa na heshima. Kwa hiyo watajua ya kwamba kule tunakwenda kumwabudu Mungu, tubadilishe aina ya staili ya kutembea. Ukifika kule usitembee ovyo ovyo, alafu pia angalia mdomo wako, usiongee ovyo ovyo. Kule kuna watumishi, kule Mungu yupo. Kwa hiyo akija hapa kanisani anakuja kwa sura ya kuja kumwabudu Mungu wa mahali hapa. Yesu anasema ya kwamba nyinyi mnaabudu msichokijua, kwa kuwa wakati tulionao Mungu hayupo huku kanisani, wala hayuko Posta, au hayuko Kariakoo, au hayuko kwenye nyumba ya mchungaji, au hayuko kwenye jengo fulani. Haleluya! Maana anasema waabudu halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa hiyo kumbe Yerusalemu ilibadilishwa. Kumbe jengo la kanisa lilibadilishwa. Leo hii haliko tena Yerusalemu, haliko katika mlima fulani, haliko katika jengo fulani. Anasema liko katika roho na kweli. Kwa anasema waabudu halisi watamwabudu Bwana katika roho na kweli. Kweli ni neno la Mungu. Yoyote anayefanya jambo la kimungu pasipo kujua neno lake haliwezi kumletea matokeo. Kwa kweli ni kufahamu neno la Mungu. Kweli ni kuyajua maarifa ya neno la Mungu, kujua nini ambacho Mungu amekusudia, mapenzi ya Mungu. Kufahamu mapenzi ya Mungu kunaleta ibada kamilifu mbele za Mungu, sio kufahamu Biblia. Kumbuka wakati Yesu anajaribiwa, Shetani alikuja na neno. Alisoma maandiko kwenye Zaburi ya 91, akachukua lile neno. Alipochukua lile neno akalileta kwa Yesu, halafu na Yesu na yeye akachukua neno kutoka kwenye Torati. Wakajibizana, kukaa kuna maandiko mawili. Sasa je, maandiko yanapishana? Maandiko yanajipinga? Ndio inakuja tafsiri ya ile Yesu Kristo alivyosema ya kwamba sikuja kutengua Torati bali kuitimiliza. Kwa hiyo kweli maana yake ni kubalance mapenzi ya Mungu. Ni kweli maandiko yamesema hivi, lakini je, balance yake iko sehemu gani? Kweli yake ni ipi hasa? Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wengi tunafahamu maandiko, ila ile kweli hatuijui. Ile kweli haiko ndani yetu. Ndio maana kuna mashambulizi mengine tunayafanya kwa wenzetu, kwa sababu tumesoma maandiko lakini hatuna ile kweli. Kuna maisha ambayo tunayatamani, kuna jitihada ambazo tunazifanya kwa ajili ya kupata maisha fulani, lakini ile kweli haiko. Kwa mfano, kuna watu ambao wanatoa sana zaka, wanatoa sana sadaka, hawaoni matokeo. Kwa hiyo kwa lugha nyingine wanaanza kuona kwamba hichi kitu inawezekana sio kweli. Halafu Shetani anawaletea reference ya watu ambao kwanza hawako kanisani, pili hawamtolei Mungu anayemwabudu wao, halafu wale watu wana matokeo. Kwa hiyo yule mtu anaanza kuona andiko haliko sahihi. Alifahamu andiko lakini hakujua kweli. Haleluya! Kweli ndio msingi wa wewe kumfanyia Mungu ibada. Kweli ni mapenzi ya Mungu, kwamba katika kile unachokifanya mapenzi ya Mungu ni nini. Soma sasa Waefeso sura ya 1 mstari wa 17 mpaka 19. Unaona maandiko yanazidi kutufafanulia kuhusiana na ibada kamili
ipo katika kumjua Mungu unayemwabudu. Maandiko yanasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi ilivyo, na utakatifu wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu, tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa unaona jinsi ambavyo Paulo anatupa mwelekeo ya kwamba tujaliwe kuwa na roho ya hekima na roho ya ufunuo katika kumjua yeye. Nimewaeleza wazi mwanzoni ya kwamba njia ambayo tumeichagua sio njia ambayo itahitaji mtu ambaye hana utulivu katika akili yake au mtu ambaye hana hekima, kwa kuwa ni njia ambayo imesonga, ina vitu vingi, inahitaji umakini zaidi kujua ya kwamba hapa ninapopita ni sahihi. Bwana asifiwe sana. Huku ninapoelekea kunafaa au hakufai. Ila ikiwa tutaenenda pasipo kutafakari, pasipo kuwa na maarifa ya kutosha, pasipokuwa na hekima, pasipokuwa na ufunuo, mwisho wa siku tutajikuta tumeingia kwenye kundi ambalo ni la uangamivu. Tutakuwa ni watu wa ibada, tutakuwa ni watu wa matoleo, tutakuwa ni watu wa kufanya 1, 2, 3, lakini hatuoni matokeo. Kwa nini? Hatukuwa na kweli, hatukuwa na ile roho ya hekima na ya ufunuo kutusaidia kujua ni nini hasa kweli ya Mungu katika maandiko tuliyoyasikia. Haleluya! Ibada kamili inaanza pale mtu anapokuwa na msingi wa kweli, mtu anapomjua Mungu anayemwabudu. Haleluya! Kusoma kwenye Matendo ya Mitume pale sura ya 17 nadhani. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema kwamba Paulo akaenda katika kanisa la Athene. Anasema alipofika kule alikuta wale watu wanashughulisha sana na mambo ya dini. Sasa mambo ya dini usije kadhani labda ni vitu vya nje huko. Mambo ya dini ni kama haya hapa kanisani. Yaani labda panga viti kanisani, kufanyia kanisa, kuandaa ibada, madhabahu, shughuli zote za kanisani, matangazo, ratiba, ibada za katikati ya wiki. Haya ni mambo ya kidini, ni shughuli za kidini. Kwa anasema walikuwa wanajishughulisha sana, walikuwa wana bidii sana. Lakini Paulo anasema ninashuhudiwa ya kwamba nikiangalia madhabahu yenu naona ya kwamba pameandikwa kwa Mungu asiyejulikana. Haleluya! Kwa hiyo watu wanamwabudu Mungu asiyemjua, wanatoa ibada kwa Mungu asiyemjua, wanatafuta matokeo mahala pasipo pajua. Kwa hiyo ibada kamili haiwezi kukamilika pasipo kumjua Mungu. Bwana asifiwe sana. Na kumjua Mungu ni kwa namna gani? Maandiko yanasema nyinyi mjaliwe roho ya hekima na ya ufunuo. Hekima itakufanya wewe ujue mapenzi ya Mungu ni nini, na ufunuo utakufanya ujue kwamba mahala hapa panahitaji neno gani, mahala hapa nifanye kitu gani. Mama mmoja mjane alienda katika ibada ambayo Kristo alikuwepo pale. Maandiko yanasema watu wakawa wakimtolea sasa Mungu sadaka. Watu wakatoa sadaka kwa maarifa walioyapata kutokana na mafundisho ya kisheria. Haleluya! Kama vile tunavyofahamu, wao wakatoa kwa msisitizo waliopokea. Walivyotoa kwa msisitizo ule, wakatoa wakitarajia matokeo. Maana ilifikia hatua sasa mwanadamu ni mbishi kumtolea Mungu. Mungu ikabidi alete sheria, akasema nyinyi mnaniibia mimi. Kwa nini? Kwa sababu hamnitolei zaka na sadaka. Ikabidi alete sheria toaji ili ubarikiwe, toa. Hiyo ni sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya! Lakini yule mama mjane, Mungu akampa roho ya ufunuo. Akasema pamoja na kwamba nina shilingi na senti hii niliyobaki nayo si 20, ni ndogo sana, lakini ndani yangu nafunuliwa. Mungu, roho wa Bwana amenifunulia kwamba nitoe yote.
Ufunuo maana yake ni nini? Ufunuo maana yake Mungu anakuelekeza ya kwamba huku unapopita ni njia ya kila siku, lakini leo usipite huku ili ufike kule unapotakiwa kufika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili kumjua Mungu tunahitaji kuwa na roho ya hekima, lakini pia tunahitaji kuwa na roho ya ufunuo. Haleluya! Sasa roho ya ufunuo inapatikana katika Roho Mtakatifu. Ndio maana tunasema ya kwamba Kristo alipotuokoa ametutaka kuwa wanafunzi kwake. Na ukisoma vizuri habari za Roho Mtakatifu utakuta Roho Mtakatifu ni mwalimu, ni mfariji, na yeye anatufunulia mafumbo ya Mungu, siri za Mungu. Haleluya! Yaani Mungu peke yake ndiye anayejua kwamba unapofanya jambo hili umemgusa yeye, sio kwa sababu ya sheria wala sio kwa sababu ya akili za kibinadamu. Bwana asifiwe sana. Yaani kuna mambo ambayo kibinadamu tunaona kwamba ni kosa, kibinadamu tunaona ni kwamba ni dhambi, lakini anayetafsiri ya kwamba hili jambo ni dhambi ni Mungu mwenyewe. Haleluya! Kumbuka jinsi ambavyo wana wa Israeli walienda kufanya utafiti katika nchi ya Kanaani. Wakaenda watu 12, watu 10 wakaja kuongea ukweli. Haleluya! Wakazungumza ukweli 100% wa hali inavyoonekana katika macho yao. Walipofika kule wakasema ya kwamba jamani, watu tuliowakuta kule ni giant, ni watu wenye nguvu, ni watu ambao sio wa kawaida, ni watu ambao kwa kweli ninavyowaambieni hatuwawezi. Haleluya! Yaani ni sawa umeenda sehemu mnahitaji eneo la kiwanja, eneo lile linauzwa shilingi milioni 100, halafu kwa kawaida au kwa asili yenu mkijiangalia, ili mfanye ile milioni 100 kwa idadi mlionayo na kazi mnazozifanya ni jambo ambalo haliwezekani. Haleluya! Sasa ukweli wa kibinadamu unasema ya kwamba jamani, jambo hili hatuliwezi. Lakini kuna watu wawili, Joshua na Kale. Halafu Joshua alikuja akatoa hii siri katika Joshua sura ya 14 pale. Bwana asifiwe sana. Yaani kuonyesha hapo vizuri. Joshua sura ya 14, Joshua anakuja kutoa siri ya kile ambacho kilitokea wakati huo wameenda pale. Maandiko anasema mstari wa 7 anasema, mimi nalikuwa mtu wa miaka 40 umri wangu hapo Musa mtumishi wa Bwana aliponituma niende kutoka Kadesh Barnea ili kuipeleleza hiyo nchi, nami nilimletea habari tena kama ilivyokuwa ndani ya moyo wangu. Bwana asifiwe sana. Haleluya! Unaona, Joshua anatuelezea kile alichowaeleza wana wa Israeli ambacho kilitofautiana na wale wengine 10. Kumbe hakikuwa katika uhalisia, kumbe hakikuwa cha kweli. Sio kwamba Joshua aliona kwamba hawa watu tunawaweza, ila Joshua anasema ya kwamba mimi nalielezea nalileta habari tena kama ilivyokuwa ndani ya moyo wangu. Kwa hiyo nje kulikuwa kuna habari nyingine ambayo Joshua aliiona, lakini ndani kulikuwa na habari nyingine tena tofauti na ya nje. Kwa Joshua anasema ya kwamba lakini wale ndugu zangu waliokuwa kwenda pamoja nami waliyeyusha mioyo ya watu, ila mimi nilimfuata Bwana Mungu kwa utimilifu. Kumbe Joshua alichokifanya pale, pamoja na kwamba aliongea uongo kwa asili ya kibinadamu, aliongea uongo, lakini maandiko anasema nalimfuata Bwana. Kwa kumbe Joshua alisema kile ambacho ndani yake kinasema kweli, kile ndani yake ambacho kilikuwa kinathibitisha kweli kitu alichokisema. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya! Anasema kisha Musa akaniapia siku hiyo akasema, hakika hiyo nchi ambayo miguu yako imeikanyaga itakuwa ni urithi wako wewe na watoto wako, kwa sababu wewe umemfuata Bwana Mungu wako kwa utimilifu. Haleluya! Sasa unamfuataje Bwana Mungu wako? Kwa kusikia sauti ndani yako, sauti ya mafunuo. Haleluya! Roho Mtakatifu akufunulie ndani yako ujue kweli ni ipi. Haleluya! Wakati Yesu anauendea msalaba, alifika hatua ya kuona ya kwamba jamani, mateso ni makubwa na ninachokiona huko mbele jamani kinasikitisha sana. Lakini Kristo akasema ya kwamba akaenda mbele za Mungu
Haleluya! Akalia machozi ya binadamu, akamwambia Bwana, uniepushe ikiwezekana kikombe hichi kini. Haleluya! Maandiko yanasema baadaye malaika akaenda akamtia moyo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu akaiishi kweli kwa kufuata mapenzi ya Mungu, pamoja na kwamba alikuwa anatamani kuendelea kubaki duniani, alikuwa anatamani kutouendea msalaba. Kwanza alikuwa anatufaa sana hapa duniani, alikuwa na mafundisho mengi kama tu haya tunayoyasoma. Amefundisha miaka 3. Je, angekaa miaka 10 ingekuwaje? Haleluya! Angekaa miaka 10 tungejifunza vitu vingi kiasi gani? Lakini maandiko yanasema mapenzi ya Mungu yatimizwe. Kwa kwenye maisha yetu kuna mazingira ambayo maandiko yanatusapoti, lakini je, ndani yetu kuna sauti gani inayozungumza kweli? Haleluya! Kwa mtu ambaye anataka kumwabudu Mungu lazima awe ni mtu ambaye ndani yake anaifahamu kweli. Maana yake atamwabudu Mungu katika roho na kweli. Haleluya! Ili kumjua Mungu tunahitaji roho ya hekima na roho ya ufunuo, na maandiko yanasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Anasema ndipo mema yatakapokujia. Kwa lazima ujue Mungu unayemwabudu jinsi alivyo. Nimewatolea mfano pale nikamwambia Mungu tunayemwabudu sio wa hapa. Kwa hiyo kama wewe unatarajia kwamba ukiwa mazingira fulani kule Mungu hayupo, haumwakilishi au hakuoni, kwa hiyo unaenenda jinsi unavyotaka, maana yake Mungu unayemwabudu humjui. Bwana asaidie sana. Ila yule ambaye anamjua Mungu anayemwabudu anafahamu ya kwamba nikiwa kanisani na nikiwa na rafiki zangu, nikiwa naangalia mpira, nikiwa nacheza mpira, nikiwa nakimbia, nikiwa nasoma, hapa nilipo Mungu yupo. Haleluya! Anasema ninyi ni hekalu la Mungu, na Mungu na Yesu Kristo anasema mimi nitakaa ndani yenu, nitaingia ndani yenu kuweka makao ndani yenu. Manake sisi ndio jengo la Mungu, tena sio hapa tunapokuja hapa tunatembea naye, tunakuja naye kwa ajili ya kufaidiana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila tunapotembea, tunapoishi, tunamwabudu Mungu, maana yeye yuko ndani yetu na mioyo yetu ni madhabahu ya kumwabudu Mungu na kupa Mungu ibada. Haleluya! Kwa hiyo usiishie tu kuwa na jitihada za kujiandaa kwa ajili ya ibada na kujiweka sawa ili uonekane kwamba kule unapokwenda ni sehemu ambapo inahitaji maadili. Haleluya! Mungu yuko mahala popote, na hiyo ndio sifa ya kwanza ya Mungu, kwamba Mungu yuko mahala popote. Hapa tulipo Mungu yupo, walioko Dodoma Mungu yupo, walioko China Mungu yupo, na Mungu anaona pote. Haleluya! Na Mungu anawasikia wote. Kwa hiyo popote pale ulipo Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu hayuko mahala hapa ambapo tunakuja. Haleluya!